Watu wengi wanashindwa kuelewa jambo moja. Haimaanishi kutumia chumvi ya upako au maji ya upako au udongo wa upako kwamba utakuwa kiroho, hautakufa kiroho. By the way, watu wengi ambao wanatumia hivi vitu, ukija kukaa nao kwa ukaribu zaidi, utagundua kuwa wamekufa kiroho. Ngoja nikuonyeshe andiko hili. Biblia inasema kwenye Mathayo sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 4. Shetani anamfuata Yesu. Anamwambia hivi, badilisha jiwe hili kuwa mkate. Okay. Maji ambayo unayabadilisha kuwa maji ya upako hayana faida kwenye maisha yako, kwenye uzima wa kiroho, bali yana faida kwenye uzima wako wa kimwili. Yesu anafanyishwa kazi. Shetani anamwambia badilisha hili jiwe liwe mkate, hili lipate kuleta faida kwenye uzima wako wa kimwili. Lakini Yesu akamjibu Shetani akamwambia, mwanadamu hatoishi tu kwa mkate, ila kwa kila neno tokalo kwa Bwana. So tunaona mwanadamu ana uzima mara mbili. Ana uzima wa mwili, ana uzima wa roho. Uzima wa mwili unajengwa kwa mkate, kwa chakula, kwa maji ya upako. Kwa nini? Kwa sababu wote wanaotumia maji au vifaa vyote vya upako ni katika hali ya kulinda vitu vya mwilini, katika hali ya kulinda afya, katika hali ya kulinda ndoa, katika hali ya kulinda biashara, katika hali ya kulinda chochote, lakini sio ulinzi au sio chakula cha kiroho. Chakula cha kiroho ni neno la Mungu. Nilijifunza kwa Smith Wigglesworth, ambapo ukisoma historia yake vizuri, Smith Wigglesworth hadi ukienda chooni kwake utakuta Biblia, hata ukienda garden utakuta Biblia, hata ukienda wapi utakuta Biblia. Si kwamba akienda garden atakuta maji ya upako au akienda chumbani atakuta maji ya upako, bali utakutana na neno la Mungu, kwa sababu amegundua jambo moja, ili apate uzima wa rohoni hatohitaji vifaa, hatahitaji neno la Mungu. Kwa hiyo unaweza kuwa uko hapa, Wakristo wengi wanaomba lakini kiroho wamekufa. Kwa sababu ni moja, kwa sababu kama utaenda gym na mwili wako haujaulisha virutubisho, hautaweza kubeba chuma na unaenda kufa. Ndivyo hivyo ilivyo maisha ya kiroho. Kama utaingia maombi, kwa sababu maombi ni kama gym, unanyanyua vitu vizito. Kwa sababu ndoa yako inaweza kawa ni jambo zito, biashara yako inaweza kawa ni jambo zito, lakini kama hauna neno la Mungu, maana yake hilo ambalo unalinyanyua halina uwezo wa kunyanyuka kwenda sehemu ambapo unataka liende. Kwa sababu moja, kwa sababu ndani ya roho yako pamekosa virutubisho. Nao virutubisho vyenyewe sio maji, sio mafuta, sio chumvi, sio chochote, bali ni neno la Mungu, ambapo inapaswa kila siku usome neno la Mungu, ulitafakari neno la Mungu. Biblia inasema nikilitafakari usiku na mchana, usiku na mchana. May God bless you.